Yo, mambo vipi? Naitwa MC Riga Ndosi wa MIC na kama kalambonda kama ada nipo sehemu fulani hivi amazing kwenye chapters. Ni shombo bwana wakitisha mastaa, wakitisha watu tofauti, wanasiasa, wanabiashara, wakulima kwa ujumla, na leo anakwenda kuwakitisha baadhi ya mastaa ambao wana story ndefu zaidi. I say mastaa wana hadithi za kutisha, wana vya moto, wanakwenda kuwashamulira. I say fanya hivi, nishakubadilisha kwamba nipo sehemu fulani hivi amazing, unapoona mazingira amazing zaidi. Nipo sehemu fulani, hoteli nambari 1 Bungoma County, nazungumzia Canopy Hotel. Kama basi upo Bungoma, fika Kandui, is like 1 kilometer hadi Canopy, opposite Shell petrol station. Fika pale. Wewe ni mzazi na watoto, ungependa bana wajivinjari, ndo muda ama hii ndo sehemu ambayo unakwenda bana kujifurahisha, unakwenda bana kupiga raha zako, unakwenda bana kupata vyakula amazing. Wanaoshabikia vyakula vya kienyeji, Canopy Hotel is the place to be. Kama kawaida nilivyokuhabarisha kwamba nina one of the amazing stars nakwenda kupiga naye story right now. Mambo vipi brother? I say yani bana, unabisha, unatisha bana. Uko poa? Niko fei sana mwanangu, inakuaje? Lakini siku nyingi sana I say bana, muda kidogo tuko peace kidogo, vitu inakushukuri kidogo bana, mashukuri inakukapa mbaya. Asol vipi? Lakini asol bana, tunachituma tu, unajua hali ya mchengo nayo bana wanangu ina truck sana. Sana inakupeleka vipi? Kivipi? Sana inakupeleka vipi? Kazi inakupeleka vipi katika uimbaji labda? Katika uimbaji bro, hapa na pale tunachikasa tu, manake tunajaribu tukiomba Mwenyezi Mungu atuweze kupikania, maana vile unaelewa sana iko na changamoto mingi sana. So tuje katika story na hadithi zako, labda tudi pale mtana. I say muziki umeingia lini ama ulianza lini? Mimi muziki nimeingia 2 years ago, miaka 2 zilizopita, zilizoisha. Yeah. So tumejaribu, kwa hiyo miaka nimejaribu. Okay, mimi nilianzia kwanza kwa comedian. Umekuwa mcheshi? Nilikuwa comedian. Sure. Mwanangu, nilikuwa comedian. Kwanza nilikuwa na shulukupuka kama mzee Kikwendo. Naomba basi unifurahishe ama unichekeshe ama wachekeshe mashabiki zangu pale. Hiyo comedian? Mwanangu yule nampenda yule. Yule kaka kwa na akaninyurisha huyo. Nikampa tomato akakata kama wembe huyo. Jamani, nangoja siku basi akanibe madafu. Nilipofika kule bonzangu ile Kikwendo nampenda huyu. Jamani, sijui hivi kuma hata kunikata kolomeno. So ilikuwaje? Transition ilikuwaje? Umeanza kama comedian, umeingia katika uimbaji. Je, ni kipi ambacho kilifanya? So far so good, umeacha ucheshi ama bado nina ucheshi? Nimeacha ucheshi, manake hizo. Labda ni kipi ambacho kilifanya labda ukaamua kuacha uchekeshaji ukazamia katika uimbaji? Wakati nilikuwa comedian nilijaribu sana na nilijikasa sana comedian na nilikuwa na bidii sana. Lakini kitu ambayo ilisumbua, nilikuja watu ambao tulikuwa nafanya, nilikuwa na team. Nilikuwa nafanya na wazee fulani wa comedian, lakini nikaakti kufika mahali kaona YouTube na isongi mwanangu unatoa, lakini temo unajua tu, yani unakarimia, lakini hakuna kitu unapata. Demo naendelea kuwa tu hapo hivyo. Unapata jamaa anatoka nyuma hivi, anaachilia kitu, anasonga, anakuacha hivi. So ikafika mahali unajua advice manze, hao watu like marafiki. Kuna kitu inaitwa advice. Akikupea advice fulani usichukulie kama mchezo. So my brother aliniita kando akaniambia, ndugu yangu, hii sikatai uko smart kwa comedian, lakini mtindo ambao uko nao unafaa kama wa Kikwendo. Na Kikwendo naye ameshakuwa star already. Unaiga, uliingia katika game. Yeah. So yani nilikuwa nakaa Kikwendo, most nilikuwa pia nimekaa koti ze kidogo. So kufika mahali kasema huu mtindo ambao umekuja nao inakaa kama Kikwendo, na Kikwendo ameshakuwa star. Sasa kumaanisha mazingira pia uko western. So unaona different sana. So unapata vitu ambao unafanya na kwa zero aka kidogo. Unasema kwamba comedy ama katika imitation haikulipa vizuri. Haikulipa poa. Ulijuaje unaweza imba ama ni mwimbaji? Kuimba nilijua mapema, maana nilikuwa na 5 years. Miaka 5 umegundua kwamba una uwezo wa kuimba. Kwa sababu twende pole. Ulijuaje unachekesha? Ulijuaje unaimba? Kwa kuchekesha yani like the same, lakini roho yangu most, yani
moyo wangu ilikuwa na most inajua lakini nilikuwa na feel kuimba. Hata nikianza kuimba unaona feeling fulani niko ndani katika moyo. So mimi nilikuwa most sana kitu yenye najua kabisa kwa akili yangu ni kuimba. Maana nilikuwa naimba shule, wananituma kwa makwaya, naenda makwaya sijui wapi kuimba vitu kama hizo. So mimi kujua kuimba nianza mapema, lakini comedian nilijaribu tu kwa sababu unajua kuimba si kuwa na hela za kutosha kuingia kwa studio. Nilikuwa naona wasanii unaingia kwa studio, mimi nilikuwa naona ni ngumu sana kwenda kurecord song juu si kuwa najua hata pesa ya kuweza kurecord hata audio moja peke yake. Na si kuwa najua studio ndio nini. Yeah. So tuingie pale nyumbani, wazazi wamekupokeaje ama walikuchukuliaje wakati walijua kwamba unaimba kijana mtoto wao ana kipaji? Manyumbani vizuri ama pia walikuwa na hesitate kama wanakataa? Kitu ya kwanza manyumbani, wakati nilikuwa nyumbani nikifanya hizi muziki, nilianza na ngoma fulani na obvious wazazi hawakuwa nasikia kitu ya kwanza, hiyo ngoma hawakusikia. Ya pili nikaachilia Baby ni hali ngumu. Kidogo ukaweza kusikiza, baba ndiye alikuwa anasikiza hii ngoma, na akaniuliza swali. Akasema mambo ya usanii ndio nini? Usanii ni nini? Shika neno la Mungu. Maana nilikuwa pia nimenyoa nywele ya usanii, pia nilikuwa naona style kali pale. Na unajua kwa boma baba naye bishop pale. Baba yangu ni bishop. So alikuwa naona mtoto wangu anaharibika, maana umeachilia nywele sijui nini. Nikasema hii ni usanii baba, tena hata Mungu anaonanga roho. So hii ni kujaribu tu. Akasema waachana muziki, ukaweza kuchenga nyumbani. Achana muziki ukae nyumbani, maana yake hakuna kitu unafanya. Na watu wengi sana ukiangalia kuna watu ambao wameimba na wame give up. So wewe utaimba tu, sioni kitu yenye unafanya. Kuna wenye wamekutangulia mbele. Hapo nikatulia kidogo, nikasema ama niache tu manake. Lakini sasa unajua kuna kitu inaitwa kipali, Mungu naye akikupa kwa tofauti sana. Wakati unakaa kidogo ukisikia kasikia yako ngoma ya Mubililiko ya Steve K. Roho ikaanza kutunda, nikasema ni vipi sasa kama unanikataza na mimi moyo wangu inauma, itakuwa vipi? Nitafanyaje nikaweze hata kuingia kwa studio tena, kwa sababu pesa nayo imekuwa ngumu, na hiyo wakati nilikuwa class 7. So ukienda shule ukifikiria kwa studio tena ni shida. So nikafika mahali nikasema itakwaje, ikabidi nishike. Kuna msanii wetu anaitwa Wanambisi, huyo ni jirani wangu, akanipeleka kwa studio. Kuna jamaa anaitwa Ras huko chini, kitinga alikufaga, alikuwa huko town. So tukaenda huko, Wanambisi akaenda kurecord song. Mimi nilikuwa naona tu juu sasa wamenikataza na sina hela kurecord, sasa itakuwa vipi? Hivyo tu, lakini nikatuliza kidogo, muda si mwafaka, basi nikaamua kujitoa tu. Sasa niingie tu nichape tu sasa mbaya tu juu sasa roho inauma. Ukisikia ngoma ya mtu unasikia kama yani unalia machozi tu, una feel yani utoe hiyo song. Yeah. So ni mara ya kwanza kuingia studio wewe. Experience ilikuwaje ama ulihisi vipi first time kuingia pale studio? First kuingia kwa studio, kitu ya kwanza nilifurahia juu niliingia nikifeel kuimba na sichaandika wimbo na sichatunga wimbo. Haujaandika nyimbo, hujatunga nyimbo, umeingia studio. Nimeingia kwa studio. Ni record song. Nyimbo yako ya kwanza ilikuwa inaitwaje? Inaitwa Baby hali ngumu. First na hiyo ngoma niliimba, na ukisikiza wewe ukidani unaweza sikiza uone ukweli niliandika, lakini first hiyo song mbele ya Mungu sikuandika. Yeah. So labda nyimbo yako mazingira ama experience kutoka wapi, ama kipi kilikuchochea ukaandika nyimbo ya Baby na unasema inaitwa Baby what? Nakusima. Ya first hali ngumu. Hali ngumu, labda inspiration imetokea wapi ama idea nini ilikupush ukajipata unachia nyimbo kama hiyo hali ngumu? Hiyo wakati maneno ilikuwa hali ngumu, na manyumbani unajua vile wakati mshako inakaa kitu kama ilikuwa mwezi wa 5. So wakati njaa inafanya tu hivi kaka, inaenda tu hivi, unaenda shule, unarudi nyumbani unapata pusi imelala kwa nini? Kwa meko yani unatoka shule bana unafika nyumbani paka amelala kwa meko pale, yani hamna kitu kabisa. Ukifeel umepata kitu hivyo ndio unakuja zero, alafu unarudi shule na njaa. Unafika shule kuna kitu inaitwa usambarau.
So I think sasa usambarao labda ukitoka shule muende kwa mti ndio muweze kula usambarao. So unasema umelelewa katika hali ngumu zaidi. Hali ngumu sana. Yeah. Fika nyumbani chakula kipo bana hujakula. Yeah. So unatafuta mtunda, ule mtunda unaitwa msambarao. Yeah, mzabibu yeah. So unajaribu kwenda kula hapo ndio urudi shule. Maana ukija nyumbani itasema sio, maana nyumbani hamna. Unisapata wazazi wa yupo tena wamepondoka zao tena, unaona. So unapata sasa unarudi kwa 0.0 urudi. Urejea tu shule ukae. Kama usambarao hamna basi uombe shule chakula kidogo yenye imepaki kwa jikoni ukaitumie basi. Mimi naomba lete tu haina noma kwa sasa haina noma. Yeah, mwanangu. Wewe njoo tu kileta leta tu haina noma. Yeah. So umetoka nyumbani. Yeah. Kula uzambarau, so yeah. Maisha yamekuwa magumu. Maisha yamekuwa ngumu sana. Sana yako sasa una nyimbo ngapi labda? Nyimbo sasa niko na 10. Nyimbo 10 una watoto 10. Nyimbo. Ina maana kwamba ni watoto wako. Yeah. Mzazi. Yes. Wao watoto 10 ni nyimbo gani unaikubalia zaidi ama mtoto yupi ambao unamshabikia zaidi katika nyimbo zako hizo? Kwa nyimbo zangu kuna nyimbo moja sana ambayo pia naikubali na nikinapoisikiza pia naipenda sana pia na feel. Kuna nyimbo ambayo inaitwa Mai Wele. Mai Wele. Mai Wele. Ina maana gani labda hizo? Yaani wazazi wako. Wazazi wako. Naomba ungeenda na kijiko. Bro, nenda na hauna suleteni. Yeah, yani washukuru wazazi yani. Yeah. Uko sawa tu. Washukuru wazazi wako. Hiyo song I think hiyo ndio nikisikiza na feel sana kwa sababu so tuzungumze Mai Wele, labda idea imetokea wapi? Hiyo song inanikumshanga maana nirudi nyuma kidogo, mamangu mwenyewe aliachana my dad. So leo na single father ama no, mimi nimelelewa kwa kina mama. Kwa wajomba. Kuanzia vile nilikwambia 5 years kukuja hivi, so nimeingia manyumbani na 14 years kwetu sasa kwa baba. Yeah. Tuambie kwa wajomba labda ulilewa vipi pia? Tuambie unajua kuna experience ambazo zinakuwa mbovu zaidi kwa wajomba. Labda kule kwa wajomba ulilewa vipi? Ulipokelewa vizuri na maanko? Nilichukuliwa poa. Nililelewa smart, lakini vile unajua changamoto ilikuwa na my mom vile first alinifikisha manyumbani, yeye akaenda zake kidogo, maana unajua mama ni mama tu. Akakimbia kazini, akaanza kutafuta kazi nini. So mimi nikalelewa na wajomba kama mtoto wa kina jomba namba mwisho. Lakini kufika muda huu nashukuru Mungu. So uliporudi so umetoka kwa wajomba umeingia kwenu nyumbani? Yes. Baba alipoongea vipi? Alinichukua poa sana. Lakini unajua mambo ya nyumbani pia tuwezi ingilia sana, unajua mama si wako obvious. So mama tu. Stepmother. Yes. Hebu tuambie. Siku nyingi tumeshika hukumu stepmom kwamba most wengi wao uwaga wakubalia watoto wao. Ulipokelewa vipi? Mama stepmom alikuchukulia vipi? Okay, mimi naweza sema hivi. Maana unajua vile mama yako mzazi na mama yako mwenyezi mama yako. Obvious kuna different iko. Jua hakuna vile wewe unaweza taka mtoto mwenye si wako akule sawa na mtoto mwenye wako. Tuache nitaleta vita katika jamii. Sawa. Najua wataona lakini ana normal say. Changamoto ambazo umepitia labda kwenye sanaa. Umeingia katika muziki? Yes. Mbali labda na changamoto, wengi wasanii husema kwamba pesa isai. Labda mbali na mbali na chapa, labda changamoto ambazo umehisi kwamba zilikusumbua sana. Na mimi ni kwamba pesa ni kitu ambacho kinawasumbua watu wengi. So asingependa kuongelea sana about money. Mbali na pesa, labda changamoto nyingine ambayo unahisi kwamba ili kupiga kichwa sana. About for music. Mambo ni imefanyika mengi. Imefanyika mengi. Kama uhusiano labda, naamini kwamba wewe ni msanii. Yes. Na siku nyingi kwamba wasanii hawaaminiki. Yeah. Hii kauli unakubaliana kwamba wengi wasanii hawakubaliki?
Sana. Hebu niambie wewe kama wewe. Yeah. Hebu niambie. Muziki unajua wanangu wengi sana, so changamoto nayo yani nikianza kuongea haya kuna mambo jamani. Maana hata tukianzia kwa show bado ina save. Kuna siku moja niliitwa show. Pale Uganda. Nitoka na wasanii fulani pia tunajuana nao, wengine wanatoka Mount Elgon. Nikaingia Uganda. Wakati niliingia show, obvious huyo mwenye mimi nilifuata, yeye ndiye alikuwa best msanii mkubwa. Yeye ndiye anafaa, yani the big artist. So yeye ndiye alikuwa anafaa akiingia kwa stage watu wapike nduru, waruke juu, wafurahie kwa sababu yeye ndio si tumeendea kwa mkongo yake. Lakini yeye aliingia kwa stage, watu hawakumchukulia nafasi poa, yani kwa njia poa. Alikuwa msanii mkubwa muda huo. Hawakumchukulia poa, hivyo ndio walimchukulia tu akaingia ni kama locals. Chapa ngoma, watu wanampikia nduru, sijui nini. Bana umemaliza, toka mbele, sijui nini. So vile yeye alikuwa anachapa ngoma safi, by then ni mtu ambayo alikuwa amekro na bata amekro. Sasa acha nani. So akachapa ngoma yake, lakini watu hawakumchukulia njia poa. Wakaanza kusema tunaomba utoke mbele, kuna nafasi mingi, kuna wasanii ambao wanangojea. Lakini mimi ambayo nilikuwa nachukuliwa kama msanii wa chini, vile niingia kwa stage nilipikwa nduru. Ulifunika, ulikubalika, mapokezi yalikuwa mazuri. Nilikubalika hiyo show. Nilipika nduru. So changamoto inatokea wapi hapo? Sasa changamoto inatokea hapo. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu kutoka hapo tulienda kwa furaha na huyu mwenzangu, lakini kurejea ilikuwa kila mtu. Mkajenga bifu na yule msanii mwenzako ambaye alikupeleka. Kila mtu sasa alikuja tofauti. Kwa sababu mbona wewe uende upike show kubwa na mimi mwenye nimekuita uende ufunike huko na mimi naenda kufika unanisumbua. Hapo paka sasa hivi mwanamuziki hatusalamiani, ndugu yangu huyu hatusalamiane kabisa. Hatusalamiana, hata nikiomba collab anasema mimi bana nimepondoka, nimesafiri bana, niko Rwanda mimi. Hujanijibu pia swali langu ambalo nilikuuliza kwamba kuna kauli kwamba wasanii hawakubaliki, wasanii waaminiki katika mahusiano. Je, ni kweli kwamba wasanii hawaaminiki? Nyinyi wasanii nakubaliana kwamba nyinyi muaminiki katika labda unamdate mtu ama unamchumbia mtu ama una demo, kwamba nyinyi hamtulii na mtu mmoja. You guys are not all. Kuna tofauti pale. So kuna watu tofauti. Naweza kuwa mimi naaminika, mimi naweza kuwa naaminika. Lakini kuna mwingine haaminiki. So kuna tofauti. Kwa nini hamwaminiki? Ama kwa nini wasanii hawaaminiki katika mapenzi, katika mahusiano? Kitu ambayo inafanya hapo na si eti labda sisi wasanii ni wabaya. Ni ile labda kama umepatikana na mrembo mmoja unafanya naye kazi kiusanii. So unajua fias kuna ile picture mtapika naye kama umefanya kazi, ama kuna mahali utatembea naye mkienda naye show mahali mpike naye picture na post. Sasa hiyo inakosa uaminifu na hata mtu mwenye mko naye. Lakini si eti sisi wote ni washarati. Hebu tuje katika masuala na ishaitokea katika maisha yako, katika sanaa yako ukamdate msanii mwenzako? Wengi. Sana. Labda ungependa kuwataja tuwajue. List ya wasanii wa kike ambao umetoka nao, umewadate. Sitawataja kwa sasa. Sitaje kuweka wazi mwanangu. Kama umesema ni wengi. Ni wengi mno. Wanafika 100. Si wengi sana. Ni 600. 600. Ni wachache hawa. Ina maana kwamba una body count zaidi ya 16,000. Umetoka nao wote. Hao ni wachache. 600 ni wachache mwanangu. Umetoka na wanawake 600. Hao peke yao tu. Mwanangu umetoka na wasanii wangapi? 600. Kwa maana gani? Ulikuwa na balance vipi sasa? Sasa unajua ni kutete pale hiyo ni si labda umemari bani kupita tu na yeye, labda wakati mwingine amekupendeza. Sasa vitu kaa hizo vinafanyika. So mwanzo uliniambia kwamba wewe si miongoni mwa wasanii ambao waaminiki, lakini umeniambia kwamba umetoka na wasanii zaidi ya 600. Nilimaanisha hivi. Watu wa kike 600 bro. Hao ni wachache mwanangu, hao ni wachache. Una miaka ngapi sasa hivi? Sasa niko na 28. 28? Ametoka na mademo 100 ngapi? 600. Mwanangu nabisha. Wewe ni mfalme bro. Mwanangu. Wewe na 28 years na 600. Usha date madem
600. Nao ni wachache. Muda mrefu ambao umeketi nao katika mahusiano ni labda miezi ngapi ama miaka ngapi? Jumadem 600 nataka tugawe. Kwa wasichana 600 umekuwa ukiwadate na muda gani? Labda kuna naamini kwamba kuna wale ambao ulikuwa unawadate chini ya siku moja, chini ya siku mbili, na katika mahusiano one day inakuwa gani moment? Yes. Ikuagi kwamba labda mnachumbiana. Hapana. So ulikuwa unawadate aje? Mimi mrefu umeketi na wale mademu katika relationship miaka ngapi ama miezi ngapi? Okay, kuna wale tumeishi nao, yani yani kuendeleza urafiki. Bado mnachumbiana. Kwa maana angles nini kuja kidogo tuonane. Tufanye hiki na kile na hata tufanye hii kazi na hii pia. Tukakutana kidogo siku moja hapo ondoka wende zenyu, bado tumefanya job yetu ya kawaida ya siri. Na hii pia kucha Sunday tuweze kupika. Jamaa amewadeti wanawake 600. Ana miaka 28. Nataka niambie kwa wanawake 600. Muda mrefu ambao amekuwa nao katika mahusiano ni muda gani? Miezi ngapi, wiki ngapi? Hebu niambie. So, ulikuwa na gawa. So, hebu niambie nataka uniambie tu kwa ufupi tu. 600 girls, women, ladies. Yes. Sinema siku tu ni ile like mmekuwa na urafiki, mwanangu kidogo leo niko mahali fulani kuja unione bana. Nakuja kidogo, akikuja hivi. Mnaenda mnachukua manyumba kidogo yani. Labda amjadate umekuwa unatoka nao tu. Mnakula raha tu, mnakula baa. Tumeshaanza nao yani. Ile tu kamweka moyoni. Kapiza ule. Ilikuwa ni moment. Unajua kuna mahusiano ambao unapeleka hisia kwa mtu. Yes. Na kuna mahusiano ambao unataka kutoka na mtu, kujifurahisha na mtu. So yako ilikuwa ni gani? Kujifurahisha ama ulikuwa unamchumbia? Umepeleka hisia kwa mtu na muita mpenzi? Na muita mpenzi huyo alikuwa mtu wangu yani. Watu wako 600 na wote wanajua, lakini hawajuani. Mimi nawajua tu nani. Sana kupata. Sasa ni wengi. Washai kupata wale mademu zako washai kupata na demu zako? Sana. Yani demu wako amekupata na demu wako? Sana. Hata wengi wamepikana. Maana kuna nilipatwa pale I think Lucho. Nilikuwa na mtoto fulani, I think alikuwa nasi. So nilikuwa na tembea kidogo angalau niingie naye vijorojoroni kupika starehe pale, kuna mawe pale. Unampeleka picnic. Kidogo unajua hao pia watu wakubwa wose wapeleka ati Marisol wapeleka pale Green Lounge yani pale kwa mawe Rorio. So mkaekae kidogo angalau muone different, kuna nyuki huko, kuna vitu kama So harakati ya kwenda hivyo bana nikakutana na katoto kama mama kengine. Hapo ndio vita ilianza, na mimi mwanangu najua nikipata na vitakaa hiyo mimi natorokaga nione wamaliza peke yao, maana nilitoka mbio mwanangu. Mwanangu najua nikikaa hapo mimi ndio nitafuma nitakongwa. You are a real legend bro. 600 girls ambao umetoka nao. Mwanangu hao ni wachache sana. Nambari kamili ya watu, nambari kamili ambao umetoka nao ni ngapi? Umesema wali ni wachache, 600 ni wachache. Sasa nikihesabu wa juu hao ni wengi sana. Wale ambao wajui lakini umewachumbia. Umetoka nao. Sasa wajua labda tuanzie D7 maana yake nilikuwa sehemu za huko pia. Last year umetoka nao ngapi? Last year. Kwa 600 tuongeze last year tu. Wengine tu. Wapi ambao umepata last year? 120 na wawili ni sana hao watoto. I think umeona mtoto wenu 600 producer director. Hesabu ni 600 plus 120. Kwa hiyo ni 720. 720. Na wawili hao watu kwa ndani mwao niko na wawili nimesana hao watoto. So kwa wanawake 720 wawili umewapa viumbe. Yes. Are you responsible? Yeah. Unawasaidia watoto wako? Wapo nawasaidia mwanangu. Kwenye ndoa? Akondoa pale. Kuna ile nilikaa naye kanisumbua sana. Ni wewe unawasumbua ama ni wale wanakusumbua? Aliniona sina kauli mwanangu akaenda zake. Lakini kwa wanawake zaidi ya 600 ulikuwa unaweka aje? Juu unasema kwamba una do. Ulikuwa unatumia ndumba au ulikuwa unatumia mizizi ama kizizi? Si mizizi mwanangu, ni ngeli tu, kutuma ngeli bana, kurusha ngeli mwanangu. Wanaume wengine hawana. Wanawake 600 na maana kwamba hata haupendi maisha yako. Mwanangu unajua kila mmoja si labda unachukua wote pamoja. Yes? Wale wote umetumia karatasi kwao? Unaitumia kinga mwanangu. Wale unaamini basi unachapa bure hivyo. Tuweze kufanya itakuwa vipi?
Do you think ni kitu poa, ni kitu kizuri kwako at 28 years tayari umeshatoka na wasichana 720? Do you think is a good thing? Si mbaya sana mwanangu. Wewe mwenyewe unajishabikia kuwa na wanawake zaidi ya 720? Ya, unajua kwa sababu ni kwa hivyo wanawake pia wako na mambo tofauti. Ina maana gani? Hebu niambie, nieleze. Mwanamke ukimchukua mmoja mweke katika moyo, hii interview tutafunga. The same na kuchukua. Director interview ni kate nini hisi? Huyu jamaa the same na kujipaka matope kwa uso. Aha. So mwanamke huwezi weke kwa moyo. That's what nakuuliza. Yeah. Are you happy? You yourself, are you happy? Yeah. Unajivunia kama mwanaume kwamba umetoka na wanawake 720 na umezalisha wawili? Najivunia mwanangu. Ni brandi kwako. Yeah, si sana lakini. Wow. Hebu mtume comments pale isee. Wanaume tuzungumze. Boy child. Nakuuliza wewe, mademu wengi ushaitoka nao ni wangapi? Ama umewadate mademu wangapi isee? Mademu wengi umeaitoka nao ama mademu ambao umewadate umewachumbia kama mtoto wa kiume, inafaa utoke nao wangapi? Msanii ama Kita amewadate wanawake zaidi ya 720. Kwa wale 720 amenipa historia kwamba wawili amewazalisha, kwamba amewapea viumbe, na nimemuuliza kwamba are you responsible, amesema kwamba yupo responsible. Nikamuuliza swali nyingine, are you happy? Wewe mwenyewe unafurahia, unajivunia kwamba kitu ambacho unakifanya ni kizuri? Akasema ni sawa. Yes. So hadi leo labda umeachieve nini kutokana na wale wanawake wote, ama kipi ambacho ukisema leo if you reflect back kama ukiangalia kwamba kuwa na wanawake zaidi ya 720 ni kipi unajivunia? Any achievement kwa wale wanawake mbali na kuwa nao na watoto kama msanii? Kwa saa hii najivunia tu kuwa na upendo, maana mimi ni mtu wa watu, so nikiwa nao hivi ni upendo. Yeah. Hebu mtuambie pale isee. Yeah. Labda naamini kwamba interview ni ndefu. Director ananiambia kwamba tumefikisha muda. Yes. So labda wakumbushe mashabiki zako kwenye mitandao na labda kuna kitu ambacho nataka kuiachia. Una nyimbo mpya ambayo unakuja kuiachia? Tuanze na nyimbo yako mpya. Any new track, ni mwaka 2026, kuna nyimbo mpya ambayo unatarajia kuiachia? Yo wanangu, mimi kama kawaida ni Ham Akita, na kuna ngoma ambayo mlikuwa mnaulizia haifiki, na hii ngoma mbona ikuji, na hii ngoma mbona Ham Akita achili, maana hii ngoma imekuwa na mambo kidogo, mara siji huyu Natasha pale. So hiyo before uzungumzie ngoma. Yeah. So na Natasha ni wangapi katika mademo ambayo umewadate? Natasha sijamweka pate kwa sijamweka kwa list bado kuna you guys were dating. Are you dating? No. You're not dating. Ni muziki tu. Hizi picha za mahaba kwenye mitandao, kuna hadithi, kuna story moja nimekutana nayo kwenye mitandao kwamba umemnyang'anya msanii mwenzako. Ni kweli? Hiyo ni mambo tu anachiundia. Mmevurugana, nimeona mmevurugana, mmepigana sana. Bana na unajua mwanangu yule mpigane kwa mtu ambaye labda hamna mahusiano naye. Kwa na Natasha kweli, mimi na Natasha ni muziki, yani kikazi. Tuko naye kikazi. Na vile nimekuambia, ukionwa ama mtu akiona kitu kama picture ama nini, hiyo mawazo inakimbianga mbio. Mimi na Natasha hatuna uhusiano wa mapenzi, lakini tuko na uhusiano wa kufanya kazi pamoja. Mkol sai tuone. Director, nimpigie na Natasha simu sai. Nimpigie? Nisaidie simu pale. Hata nimtafute na Natasha. Sina uhusiano na mwanangu huyo. Nimtafute na Natasha kwenye simu sahihi. Natasha. Wow, nimempata. Aki hapa. Director, acha nimpigie na Natasha. Hi Nana. Hi. Mambo? Poa. Hai bana, siku nyingi tangia toke show juzi sijaongea na wewe. Uko poa lakini? Niko poa tu. Kazi yako mbichi, nimecheki umeipigana, nimesikiza kazi. Ametoka na wanawake zaidi ya 720. So ametuambia we ni wa 720, ule wa mwisho. Je, ni kweli? Moja. Amakita. Yuko hapa, zungumza naye, yuko hapa. Mimi sijui, yeye
amepeana hiyo information ambapo mimi ndo naisikia saa hizi. Hebu jitetee kwa na Natasha. Na Natasha? Yes. Habari mwanangu? Niko poa. Wewe nao umenyamaza Na sana. wewe? Pia niko salama sana, Mungu ameniamsha. Pia napumua, niko salama. So you guys are dating? Yes. You guys are dating? No, we're just friends. We are just good friends. But amewataja mademu wote, amekuweka pale kwamba wewe ni yule ambaye umezinduliwa juzi. Sijui. Huenda tu kupitia kwa mawazo yake pengine, ama mimi sijui. Do you love him? Lakini unampenda? Hakuna upendo hapo. Acha Makita sema ukweli. Inatokea mmefungiwa katika room moja, alafu moto umetokea, utamuokoa? Sasa hapo kwa kufungiwa kwa nini moja, na hiyo ni emergency ama accident. Sasa utaokoa mwenzako, huwezi muacha tu akufe. Hiyo ni out of humanity. Si kuna ile nini strong sana, hapana. No strings attached. Thank you Natasha. Asante bwana, pia nakuhitaji kwa interview. Sijui lini utakuwa free. Wacha nitaku update. Next week. Haina noma, naamini kwamba director wangu amesikia. Director Joe amesema wiki lijalo tuambie mapema tujipange. Naamini kwamba bado tuna muda. Haya, sawa. Thank you. Asante. Nimempigia mpenzi wake huyu. Mwanangu, ni ukweli, mimi si muongo. Umeona wewe mwenyewe? Amesema akupendi na tupendane. Hakutaki, anakuchukia. Huyo ni kasi. Sasa mwambie huyo mwenzangu mwenye anachukia nini, ananiwekea ukombi, mwambie mimi sina ubaya na mimi siwezi fanya makosa, maana nilijua ako na yeye. Kuna majumbe yanaingia, kuna message imeingia pia, ni fresh, ni cheki. Anaitwa Jujibu, anasema MC huyo jamani muongo, anatumia juju, huyu ni mchawi. Hii message imeingia. Alafu kuna message ya pili, au ni madem, anaitwa Pauline Wabwira, anasema Amakita, ningependa uniongeze kwa list. So ni huyu pia anasema kwamba anapenda. Alafu kuna anaitwa Mayarita Elia, anasema haiwezi, hata nipewe bure haiwezi. Niendelee kusoma message. Unanipea muda nisome hizi message? Kuna message nyingine hapa, anaitwa Karo Kitale, ambia Makita ache uongo. Ache uongo, apeleke jaba huko. At 28 years, over 600 women. Ulisikia wapi? Alikuwepo. Endelea kutuma message pale. Haina noma. So na Natasha amesema kwamba you guys are not dating, mnafanya kazi tu. Tunafanya kazi tu. Natasha hatuna uhusiano ya mapenzi. Na hata hatuna kitu, yani like tukio pamoja ni kama tuite my sisters, cause my sisters brother. So mna kazi mpya na mna kazi mpya pamoja? Ambayo tumeachilia. Kuna kazi tumeachilia pale. Nimeicheki. Inaitwaje? Wakumbushe mashabiki wanaipataje? Hiyo ngoma inaitwa Nasherekea baina Natasha na Makita. Idea imetokea wapi? Ile unajua mwanamuziki ni mwanamuziki tu. Wakumbuka siku ndio tulikutana kwa show pale Skata. So nikamwambia na Natasha, ningependa tufanye kazi, maana nimeona kazi yako iko poa mama. Na ningependa tukae chini tuweze kuzungumza, tuweze kuona tunaweza kuwa idea gani ya kutoa song. Natasha pia alikuwa willing, tukakaa chini na tukatoa kwa saa ngoma ambayo inaitwa Nasherekea. Nafanyaje, mapokezi yamekuwaje? Ngoma ambayo iko smart, maana hiyo ngoma kwa achilia ambayo nimeachilia iko tofauti na ngoma zangu mingi sana. Kwa sababu ngoma ambayo hiyo ngoma different yake tumeachilia ni watu pia wameipenda yani sana. Kuna wale wameshare, kuna wale wamecomment, kuna upata hapo, kuna malafu watu wengi kutoka Tanzania, Rwanda, Kenya. So hiyo ngoma inamaanisha ngoma iko na matunda. Neno lako la mwisho kwa mashabiki zako na mademu wako. Mademu wako 720. Kiumbe cha ajabu, uliwabarisha kwamba huu ni msanii mwenye hadithi za ajabu. Fuatilia interview, kama hujacheki interview fuatilia interview. Na pia ningependa kama wewe unajua wewe ni demo au jamaa. Wewe ni mpenzi wake. Tuma comment pale utuambie, Tuma comment, achia jina lako kama Amakita shaikudate. Ama ulikuwa wewe ni miongoni mwa mademu ambao Amakita ametoka nao, amewachumbia yana isei. Rusha comment yako kwenye chapters and chatters. Yes. Pigia hadithi pala isei. Your social media handles please.
Kama kawaida, kama kawa, yani huyu ni Ham Akita, ni mwanamuziki ambaye anajituma, naweza sema ni upcoming, maana niko njiani na nafaa nifike. Kuna ngoma ambayo nimeachilia mtoto mrembo, obvious unaijua. Hiyo ni ngoma ambayo ina trend sana, na kwa sasa kuna latest ambayo tunaita nasherekea Ham Akita by Natasha. Ni ngoma ambayo ina trend. Tunaomba support, ingia kwenye YouTube yangu channel, search Ham Akita, subscribe, comment, like. Tunawapenda sana na mimi nawapenda sana. Ninaomba support yenu. Mkaweze kunisupport na nitashukuru sana sana sana. Nawapenda wote wa Kenya, wa TZ, wa Tanzania, wote niko hapa. Hiyo kizazi namuita Ham Akita. Umesikiza hadithi zake za kushangaza za ajabu, jamaa moto, ana kazi yake mpya, amepigana na Natasha na pia amezungumzia vitu vya ajabu sana. Isei, inatokea vipi binadamu ama kiumbe cha kwanza duniani kwa miaka 28 kutoka na wanawake zaidi ya 720? Isei, katika umri wake ana viumbe viwili ama watoto wawili. Isei, sikia msanii mkali Ham Akita, mpigana historia, hadithi zake za kushangaza zaidi. Isei, kama kawaida, wewe ni msanii pale, wewe ni content creator, una hadithi to tell, wewe ni mkulima, wewe ni mwanabiashara, Chapters and Chatters na kuhitaji. Alafu kama kawaida pia unahitaji sponsor, you can support, unaweza support show through 07 94 37 92 36 07 94 37 9236. Na pia tuna sponsors, tuna wadhamini ambao nitakuwa naikosea dunia bila kuwataja. Jordan's Photography, thank you Jordan's Photography. Una event pale, unahitaji mtu akupigie picha, ungependa labda videography, photography, outdoors, indoors, na pia tunafungua new studio Bungoma Town. So kwa mengi zaidi pia ungependa tukupigie picha ama tufanye kazi na wewe, just call 0794 37 92 36. Mbala hivyo tupo sehemu fulani amazing. Tupo sehemu fulani amazing, mazingira amazing zaidi. Nazungumzia one of the amazing hotel in Bungoma Town. Nazungumzia inaitwa Canopy Hotel. Upo Bungoma, ungependa sehemu ya kutulia, ungependa sehemu ya kujiburudisha, wewe ni mzazi una watoto, we have amazing swimming pool, tuna mandhari mazuri, tuna vyakula amazing zaidi. I say Canopy Hotel, the place to be. Don't miss. Mnaitwa MC Regan Dusi wa MIC. Next artist anakuja kubisha. Tayari nishapiga story na Ham Akita, naja na msanii mkali anakwenda kwa jina Tony Prince. Unaye bana, ni hatari, ana upepo pepo, atakuwa anatobarisha pale baadaye na kwenda kwa msha mizimu zake, vimbwanga vyake. Isei, usicheze mbali.